Jicho lako mtazamaji limefikia mahali sahihi. Karibu sana pembezoni mwa tukio. Hapa ndipo unapata ukweli na taarifa za kuaminika. Hizi ni taarifa moja kwa moja ya taswira ya Al-Shifaa tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2025. Jina langu ni Diana Faith Isabella. Mwanaharakati Batuli amewashtumu wanaharakati wa Pwani kwa kuwa binafsi na kushirikiana na wanasiasa badala ya kuwapa wananchi kipaumbele katika harakati zao. Akizungumza katika mahojiano maalum na runinga ya Al-Shifaa, Batuli amesema kuwa licha ya kuwepo kwa mashirika mengi ya kijamii na wanaharakati wa kujitegemea katika ukanda wa Pwani, mchango wao katika kuleta mabadiliko ya kweli kwa wananchi umekuwa mdogo mno. Amesema kuwa baadhi ya wanaharakati wamegeuza harakati kuwa jukwaa la maslahi binafsi, wakitumia nafasi hizo kujinufaisha, kujipendekeza kwa wanasiasa badala ya kuangazia changamoto zinazowakumba wananchi wa kawaida. Batuli pia alieleza kuwa changamoto kubwa inayokwamisha juhudi za kutetea haki za wananchi ni ukosefu wa mshikamano miongoni mwa wanaharakati wenyewe. Hawana umoja, kila mmoja anafanya kazi kivyake bila ushirikiano kwa kweli, jambo ambalo linawadhoofisha na kupunguza ufanisi wa juhudi zao, alisema kwa msisitizo. Kitu kingine ninachokuambia ni wanaharakati wa Mombasa. Wanaharakati wa Mombasa, kuna registration za wanaharakati wengi sana. Wako huko wa femicide, wako huko. Lakini mnaona hii kujificha, mnajificha, mnakula na wanasiasa, mnakula na mataifa mengine, haitusaidii. Kwa sababu mimi sasa ukiniuliza mwanaharakati ni gani Mombasa, nitakwambia Haki Afrika, nitakwambia Mungu, nitakwambia, but they are nowhere to be seen. Take for example, ile reject ya finance bill juzi siku ya Eid. It was a public holiday. Why do we need a bill on a public holiday where we know people are in the public holiday? Na activist wale walikuja wakajua kuna hii. Why they did not coordinate? Wakaita wanaharakati wengine wote, hata kama nyinyi mnatetea femicide, mnatetea defilement, mnatetea, nyote ni wanaharakati. Na if you don't have a bill that is going to work in your favor, it will be even hard for you to run that organization. Kitu mimi ninachoangalia, kuna wanaharakati in Mombasa County ambao wanataka uonekane wao kama this Mombasa County they are the only people who are living the same island. We might have different views or opinion. Maybe kama wewe unampenda governor ama governor ni familia yako na I'm not supporting them, that is not a reason for you to exclude me for my country, for my county. Na kwingineko mtazamaji, ni kuwa mwanaharakati Batuli ameweza kuikashifu serikali ya kaunti kwa kupitisha mswada wa fedha wa mwaka 2025 mwaka 2026 bila kumhusisha mwananchi wa kawaida katika mchakato wa maamuzi. Amesema kuwa hatua hiyo ni kinyume na msingi ya uwazi, ushirikishwaji wa umma na utawala bora kama inavyodaiwa katika katiba ya Kenya. Batuli ameonya kuwa ikiwa mswada huo utapitishwa bila marekebisho au maoni ya wananchi, basi utaleta athari kubwa hasa kwa wakazi wa kipato cha chini katika kaunti ya Mombasa ambao tayari wanakabiliwa na gharama ya juu ya maisha na ukosefu wa huduma bora. Kutokana na hali hiyo, Batuli amesema na kuweza kutoa wito kwa wawakilishi wa wodi kusimama kidete na kutetea wananchi waliowapa mamlaka ya kuwakilisha. Amesisitiza kuwa jukumu la viongozi wa kaunti si kufuata na maelekezo ya watendaji, bali kuhakikisha kuwa sauti ya mwananchi inasikika na kuheshimiwa katika kila hatua ya utungaji wa sera na sheria. And that is how, look at ile activism tulipeleka ya reject finance bill ya county ya Mombasa. The county, the governor and his finance guys walikaa chini wakatekeza finance. Wakajua hii itawa master watu. Na ukiangalia haikuletwa kwa wananchi wakaipasisha. One document ndio ililetwa na hizo zingine zikapitishwa chini ya maji. Na ukiangalia ile kitu iko pale is very costly to the mwananchi of Kenya. We have county assembly which there ni wale madoli wa masanamu au MCA wetu. Wakivurutwa huko wanakubali. After nilipokwenda pale, I was disappointed, very disappointed, kuangalia MCA ambao tuko nao kwa county. They cannot talk, especially the women. They are nowhere. Ushaona? Ukiangalia, sisi tumeandika petition. Nani alikuwa afaa tujibu? The chair of the budget ndio alikuwa anafaa aje atupatie maswali. So lakini is superior, is a supreme guy. The minute you want him, you need to go to a chain of
Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutoka ukanda wa Pwani yanatoa wito kwa serikali kuhakikisha uwajibikaji wa kweli na wa maana ndani ya idara ya polisi kwa kuanzisha uchunguzi huru wa kina usio na upendeleo kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu. Wakiwa katika mkutano uliofanyika mjini Mombasa, mashirika hayo yamesisitiza kuwa hatua ya serikali ya kuwasitisha kazi maafisa wa ngazi za chini ni juhudi ya kupotosha umma na njia ya kumlinda Naibu Inspekta Jenerali Polisi Eliud Lagat. Mashirika hayo yametoa wito kwa serikali kutomkinga kifua kiongozi huyo na badala yake yamtaki kuwajibika kamilifu kwa kitendo na matendo ya kikosi chake, huku yakimtaka ajiuzulu mara moja kutoka mamlakani ili kutoa nafasi kwa uchunguzi wa haki na wa wazi uweze kufanyika. Na mtazamaji, tuelekee ukanda wa Pwani, kaunti ya Kilifi, ambapo mvuvi mmoja ameweza kuuawa katika kaunti ya Kilifi kufuatia mzozo uliozuka baina ya wavuvi wenyeji na wale wa Pemba walipokuwa katika shughuli zao za uvuvi. Mwanaripota wetu Mary Ongoche ana mengi ya kukujuza. Tukazunguka nao tukatia nyavu, samaki tuwakosa, ikafikia wakati sasa mafuta huku kwetu yameisha. Mzozo huo ulitokea wavuvi wenyeji walipotafuta usaidizi kutoka kwa wenzao wa Pemba baada ya mashua yao kuishiwa mafuta, hali iliyopelekea nduguye Omar Ali kupigwa kwa pondo na kutumbukia baharini huku akipoteza maisha yake. Hao wenzetu huku kuna watu wazima ambao ni watu ambao wametuzidi umri na hao wenzangu walikuwa ni vijana. Unaona, kadiri ya pale wakawa hawataki wale wengine kuganya wale samaki. Ikawa sasa ni mzozo, hao vijana wakazuia ile dau, basi tuvuteni hata kama mtu tuganyia. Sisi hatuna mafuta. Tufikisheni hata kama ni kule kando. Sasa kila mwenye anashika dau anampiga gongo ili achilie lile dau watu waache kule majini, na tulikuwa kwa mkondoni. Dogo wangu akabidi yuenda kule mbele akashika ile kamba yao ya kule mbele. Kadiri ya kushika kamba kumetoka jamaa anajiita adui na gongo. Akaenda akamwachilia gongo la kichwa. Kumpiga gongo la kichwa ili yataka kupeleka lingine, mimi nikabidi nitoke mbio sasa kwenda mtetee yule mdogo wangu, nikaeka mkono wangu. Kuweka mkono akanipiga mimi gongo, kumbe yule ameshikwa na kisunzi akaanguka tayari damu ziko. Sasa kipindi cha kwamba si tuzunguke tumfuate tumuokote, tukashindwa na mafuta. Tunawaita hao wakaanza mbio kukimbia. Tukio ambalo limesababisha hamaki kwa wakazi wa Old Ferry na kupelekea kuteketezwa kwa mashua mbili za wavuvi wa Pemba. Aidha, OCPD wa Kilifi pamoja na kamishna wa kaunti hiyo wameongoza maafisa wa polisi na machifu katika kutuliza hali baina ya wavuvi hao wa pande zote mbili, huku wakihakikishia wenyeji usalama. Pole sana kwa janga hili ambaye imepata watu ya Mnarani, na mimi nataka kuhakikishia nyinyi kama wananchi wa Mnarani, ningependa na naomba na nawasihi tutumishe amani wakati tunaendelea na uchunguzi. Na ile kitu ningependa kuambia nyinyi, wale wote walikuwa kwa hiyo port ambayo ilikuwa kwa bahari tayari wamechukuliwa na wako kwa station. Na mwenda zake ambaye tumepoteza ambaye anaitwa Rashid, uchunguzi inaendelea na hao watu wote wako kwa mkononi mwetu. Huku shughuli za kutafuta mwili wa mwenda zake zikiendelea, wakazi wametaka sheria kuchukuliwa ili haki iweze kutendeka. Tunataka haki ya Ali ipatikaniwe tena haraka. Tutasaidiana na maskari ili haki ya Ali ipatikaniwe kwa haraka. Nikiripotia runinga ya Al-Shifa kutoka kaunti ya Kilifi, jina langu ni Ongoche Mary. Tukisalia katika ukanda wa Pwani, kaunti ya Kwale, ni kuwa kituo cha afya cha Mkongani kilichoko Matuga sasa kimepandishwa hadhi na kuwa hospitali ya 4, tukio lililoongozwa na Rais William Ruto na gavana wa kaunti hiyo Fatma Achani. Uboreshaji huo umejumuisha chumba cha upasuaji, wodi ya wagonjwa wa kulazwa na huduma za X-ray, hatua inayopunguza safari ya zaidi kilomita 40 hadi hospitali ya Kwale. Kwa sasa akina mama wajawazito zaidi ya 1500 kwa mwezi watapata huduma za dharura kwa wakati, na zaidi ya upasuaji 27 tayari umefanyika tangu kufunguliwa. Zaidi ya wakazi 11,000 kutoka vijiji 8 wamenufaika moja kwa moja. Hospitali pia inatoa kliniki za nje kwa magonjwa sugu kama kisukari na shinikizo la damu, huku mpango wa bima ya afya ya jamii SHA ukilenga kupunguza mzigo wa gharama kwa wananchi. Nataka kila huduma iwe masuala yote ya kiafya tuwe tunayamalizia hapa Mkongani.
Health Center ama hapa Mkongani Sub County Hospital. Gasawa mata gasawa. Najua watu wengi walifikiri tukizungumza tunazungumza siasa. Maana yote ganafanyika kagafanyika. Operation hivi ndo zinafanywa kazifanywa. Na X-ray inaenda ndani. Nilikuja hapa nikatembea, hospitali yenu ilikuwa na kijilabu kidogo. Kama na kijilabu chitite sana. Kubwa ilijengwa haikujengwa. Maisha yanasonga hayasongi. Tunataka kila Mkwale aweze kupata huduma bora ya afya. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambako kocha wa Harambee Starlets Beldin Odemba ataendelea kuiongoza timu hiyo ya taifa ya wanawake kwenye mashindano ya Sekafa yatakayofanyika jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Hatua hii imekuja baada ya kilichofanyika siku ya Jumatatu kati ya kocha Odemba na rais wa shirikisho la soka la Kenya Hussein Mohamed, ambapo alithibitisha kuwa bado yuko tayari kuendelea na majukumu yake. Kocha huyo ambaye ameweza kuiongoza Starlets tangu mwaka 2023 anajikuta katika maandalizi ya mashindano haya muhimu na kuelekea katika mechi ya kufuzu AFCON kwa wanawake mwaka 2026. Tuelekee roba za kimataifa ambapo mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam imezuiwa kwa muda shughuli za kisiasa za chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema. Hii ni baada ya aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama hicho upande wa Zanzibar Said Isa Mohamed na wenzake kufungua kesi ya msingi wakilalamikia hatua ya chama hicho kuibagua Zanzibar katika shughuli zake zikiwemo rasilimali za kifedha. Kwa mujibu wa maamuzi ya mahakama, katika kipindi cha siku 14, safu nzima ya uongozi wa Chadema haitaruhusu kufanya shughuli zote za kisiasa. Aidha, wamelalamika pia kuwepo kwa ubaguzi wa kijinsia, udini na matamko yanayodaiwa kuwa na nia ya kuvuruga muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Uamuzi huu wa mahakama umetolewa baada ya wakili wa Chadema Jebra Kambole kujiondoa katika kuendelea kusimamia kesi hiyo mapema Jumanne, akilalamikia hoja za mawakili hazikusikilizwa ipasavyo. Na mtazamaji, kumbuka kilicho na mwanzo kikosi mwisho, na nimefika tamati mwa habari na kutakia wewe mtazamaji usiku mwema. Jina langu Diana Faith Isabella.